Na kusalimu katika jina la Yesu. Neema ya Mungu na baraka za Mungu zibaki kuwa na wewe. Na leo tuko ndani ya kitabu ambacho ni cha Mathayo, sura yake ya kwanza mstari wake wa 21, inasema hivi: naye atazaa mwana, nao utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayeokoa watu wake na dhambi zao. Amen. Leo nitazungumza wala nitafundisha maneno ya imani ya Kikristo, na ukinipatia masikio yako vizuri, Roho Mtakatifu atazungumza nawe katika hali ya kipekee. Yawezekana umeokoka, umempenda Kristo, na kuna wale wengine ambao hawajajua ni kwa nini tunamwamini wala ni kazi gani aliifanya katika maisha yetu. Na hili ni somo ambalo tunaenda kulifundisha siku ya leo. Sababu 7 za Kristo kuja duniani katika mwili. Sababu 7 za Kristo kuja ulimwenguni kwa ajili ya kuokoa akiwa amevaa mwili. Ndilo somo ambalo tunaenda kulizungumza siku ya leo. Biblia inasema ya kwamba roho yote ambayo itakayesema Kristo hajakuja katika mwili, yule atakuwa ni manabii wa uongo. Ndio Biblia inasema. Lakini tujue ya kwamba Kristo si mwili, lakini Kristo alikuja katika mwili, na kulikuwa vigezo au sababu ziliacha Kristo avae mwili na mpaka akuje duniani. Kristo hakukuja kutazama dunia kwa sababu ni yeye aliifanya. Kristo hakukuja kusherekea harusi fulani kwa sababu vyote vilikuwa ni kawaida kwake, lakini palikuwepo na vitu muhimu au sababu zake za msingi ambazo zilisababisha mfalme wa wafalme ambaye alikuwa anaabudiwa usiku na mchana, malaika wote wakimwabudu, aache utukufu, akuje hapa duniani katika mwili, aishi maisha ya kawaida tena yenye uchungu ambayo inajaa na mateso, na mpaka ikafika wakati wanataka kumuua, lakini akaona ni vema avae mwili ili akuje kuiokoa ulimwengu akiwa ndani ya mwili. Na ndivyo tunaenda kuizungumza. Kuna visababu viliacha anakuja katika mwili ili kuiokoa. Na sababu ya kwanza ambayo ilisababisha Kristo anakuja katika mwili ni ili kuitimiza au kuikamilisha kazi ambayo wanadamu au manabii walianza lakini hawakuimaliza. Tukubaliane ya kwamba manabii wote walianza vizuri na wakaendelea vizuri, lakini mwisho wao haikukuwa nzuri. Hawakumaliza gisi ilipashwa wamalize. Na tunaanza na nabii wa kwanza ambaye ni Nuhu. Nuhu alijenga safina na kwa siku ya gharika. Nuhu alijenga safina wakati wa gharika, na wakati wa kutoka ndani ya safina akakunywa mvinyo, yani pombe, na alipokunywa hiyo mvinyo akabaki wazi pasipo kuvaa chochote, na ndipo ilikuwa mwanzo wa kulaani familia yake na watoto wake ambao alikuwa nao, na ikatokea shida sana ya watu kupata laana ambayo hawakustahili kuibeba. Lakini Kristo alipoona ya kwamba Nuhu ameijenga safina, maana Nuhu akajenga safina, Yesu na akajua ya kwamba mimi sitakuja na safina, lakini nitakuja kama vile safina. Safina ilikuwa na dirisha kwenye pembe ya hiyo safina, na Kristo na akasema Kristo naye kwa sababu ni safina ya kweli, akatobolewa kwenye ubavu wake ili tambulike ya kwamba yeye ni safina ya kweli. Safina ilimalizia mwendo pale kwenye mlima wa Ararati, lakini Kristo naye kambidi amalize mwendo wake pale Golgota. Safina mliingia nchiwa, mliingia simba, mliingia chui, lakini hawakukulana. Na Kristo naye akakuja kama vile safina, akaweka ndani makabila yote, akaweka ndani ukoo wote, akaweka ndani kila mtu,
na katika safina dubu wala simba hawakukulana, kwa sababu Kristo naye akaweka ndani mataifa. Hatuwezi kulana kwa sababu Kristo ni safina ya kweli. Utaelewa ya kwamba Nuhu alijenga safina, lakini Kristo akakuja kama vile safina ya kweli itakaookoa binadamu. Ndio maana akasema ya kwamba kaeni ndani yangu nami nitakaa ndani yenu, chochote mtakachokiomba kwa jina langu nanyi mtapewa. Ndio maana sisi hatuwezi tukaenda ndani ya safina, lakini tutakaa ndani ya safina, yani ni Kristo. Na tukikaa ndani ya safina, mle hamna unafiki, mle hamna vita, mle hamna chochote ambacho kinaweza kikatumiza. Mule ni kuheshimu sheria ya safina. Wakati wa safina njiwa alitoka, lakini Kristo pale kwenye Yordani ilibidi njiwa ashuke, si tu kwa sababu ni mwanadamu, lakini kwa sababu yeye ni safina ya kweli. Safina haikuzama, ilitembea juu ya maji. Na Kristo naye kwa sababu ni safina ya kweli, ilibidi atembee juu ya bahari na hakuzama. Ndipo wakajua ya kwamba huyu ni safina ya kweli. Kristo alikuja kuhitimisha au kuikamilisha kazi ambayo manabii waliachia njiani. Nataka niongee na wewe ambao unasikiliza majira kama hii. Kuna kazi ambayo jamii iliachia njiani. Kuna kazi ambayo manabii waliachia njiani. Kuna kazi ambayo binadamu waliacha njiani ndani ya maisha yako. Lakini Kristo kavaa mwili kwa ajili ya kutimisha, kwa ajili ya kukamilisha hizo kazi ambazo walikuwa wamezia kwa ajili yako. Nabii wa pili mkubwa ni Nabii Musa. Biblia inatuambia kwamba katika Israeli, Waisraeli wakasema ya kwamba hakujawahi tokea nabii mkubwa kama Musa. Kwa nini? Ukisoma Kumbukumbu la Torati kitabu chake cha 23 mstari wa 9 na wa 10, wakasema ya kwamba Musa ndiye nabii mkubwa katika Israeli. Waliposema kwamba Musa nabii mkubwa, Kristo naye akakuja kama vile Musa, lakini akafanya miujiza zaidi ya Musa. Utakumbuka muujiza wa kwanza wa Musa ni kubadilisha maji kuwa damu, lakini Kristo akambadilisha maji kuwa divai. Utakumbuka ya kwamba na Musa alihitaji njia mbele ya bahari ya Shamu, ndipo akapiga fimbo na njia ikafunguka ndani ya bahari. Lakini kwa Yesu, yeye hakuhitaji njia. Kwenye bahari ya Galilaya alitembea pasipo kupasua njia, ili ambie binadamu ya kwamba mimi ni njia ya kweli na ya uzima. Utaelewa ya kwamba kipindi ambapo Musa anapata hasira akapasua amri 10 za Mungu, lakini Kristo alipotoka pale Golgotha, haijalishi uchungu na matatizo na vitu amepitia, lakini hakupasua neema, akapasua pazia hekalu ili mimi na wewe tupate wokovu. Utaelewa ya kwamba Musa wakati wa hasira alipasua ardhi ikameza Kora na Datani, lakini Kristo hakupasua neema, hakupasua neema, lakini Kristo akapasua udongo ikatapika watakatifu. Kama Musa alizika, lakini Kristo akakuja kuvifufua. Ndio maana wana wa Naini wakasema ya kwamba huyu ni nabii mkubwa amefika kwetu. Wakasema ya kwamba huyu ndiye nabii mkubwa. Kwa nini wamwite Kristo nabii mkubwa? Ni kwa sababu walisema ya kwamba manabii wote waliotangulia walikuwa na tabiri, asema Bwana wa majeshi, lakini Kristo akakuja na mtindo fulani, akasema amini amini na kuambia. Kumbe manabii waliotangulia walikuwa wanatabiri, lakini Kristo yeye alikuwa anatabiri na analeta majibu ya unabii wake. Wakaelewa ya kwamba Kristo si tu bali binadamu, lakini pia Kristo ni nabii mkubwa. Alikuja kama vile Musa, lakini akafanya zaidi ya Musa. Ni mojawapo ya kazi iliyosababisha Kristo akuje duniani katika mwili. Mtu wa tatu ambao tunaenda kujifunza ni mtumishi wa Mungu Eliya. Ni nabii ambaye aliushangaza ulimwengu, aliutikisa dunia.
kwa unabii wake, na ili ye aangushe manabii wa Baali ilibidi aende nao kwenye Karmeli, lakini Kristo ili amwangushe Ibilisi ilibidi aende naye awapeleke kwenye Golgota. Na wakati alipofika Golgota, Biblia inatuambia kwamba baada ya Elia kuangusha manabii wa Baali pale Karmeli, akashuka, na aliposhuka akausegemea mti wa mretemu na akamega pale mkate. Lakini Kristo aliposegemea msalaba akaumega pia mkate. Wayahudi pamoja na Waroma wakafanya makosa. Biblia inatuambia kwamba Kristo akahitaji, akasema nasikia kiu, wakamletea ziki tumia, wakafikiri kwamba wamemuua wala wamemtesa. Kumbe ndani ya kitabu cha Ruthu Biblia inasema kwamba ili mkate usiwe na chachu inabidi wauweke ndani ziki. Sasa Yesu kama vile mkate wa uzima ilibidi apate ziki ili asioze pale kaburini. Aseme wakati Elia alipomaliza kumega mkate akasema ya kwamba yote imekwisha. Kristo naye pale aliposegemea msalaba, alipomaliza kutumia ile ziki ili asioze kaburini, naye akasema yote imekwisha. Utaelewa ya kwamba Kristo alikuja duniani kwa ajili ya kuhitimisha, kukamilisha ile kazi ambayo manabii wa kwanza waliacha. Ndiyo utaelewa, utakubaliana mimi ya kwamba kila nabii au mtu yeyote ambaye alitokea mwanzo alianza vizuri, lakini mwisho hakumaliza. Lakini Kristo alikuja kuimaliza na kuhitimisha ile kazi ambayo wale waliacha njiani. Mungu akubariki sana na Mungu akutendee miujiza. Zile kazi ambazo wanadamu waliacha njiani, zile kazi ambazo manabii waliacha njiani, ile ambayo manabii walizika, gisi Musa alipozika Kora na Datani, lakini Kristo akakuja kufufua watakatifu pale Golgota. Ni muujiza ufanyike pamoja nawe. Wale ambao walizika hitaji yako watangazie kwamba kuna Kristo kavaa mwili kwa ajili ya kufufua vya kwako vilivyozika. Pale ambapo walisema hapa imekwisha, kumbe Kristo naye ameshasema imekwisha katika maisha yako. Shida zimekwisha katika maisha yako, matatizo yamekwisha katika maisha yako. Chochote unachokiona leo, amini Bwana anaenda kukimaliza, Bwana anaenda kukiondoa. Mungu akubariki na Mungu akutendee. Kesho tunaendelea na somo hili, Mungu akutendee miujiza. Leo tumezungumza pointi ya kwanza, alikuja kuhitimisha kazi ambayo manabii waliachia njiani, wala binadamu ambao walipokea neema kumtumikia Mungu waliachia njiani. Mungu akubariki. Niite mchungaji Morris. Mungu akutendee miujiza. Amen.